kuingia, kwa sababu kuna wengine wako na haraka ya kuingia kwenye ndoa. Namna ilivyo, kuna wengine wanafanya wanaondoka kwenye ndoa. Yes. Wana ndugu zetu wanaoana Saturday, bali mwezi wa 3 naomba talaka. Anasikia. Sasa ndoa imekosa maana kwa sababu gani? Vijana sasa hawaelewi. Yule roho alidhani ya kwamba atakaa kwenye ndoa yake, hakai. Akiongea na huyo awe ni dada ambaye aliolewa hivi karibu, akikusimulia yale ambayo anapata kwenye ndoa, anasema kama ni heri nitafute mtoto nilee peke yangu. Wanasifiwa. Hilo latendeka saa hizi. Wengine wanasema ni heri nitafute mtoto nilee. Ameamua kulea mtoto ambao hapo mbeleni mtoto akauliza babangu ni nani, nipeleke kwa baba. Hana jibu ya kupa huyu mtoto, hana cha kumweleza mtoto. Kwa sababu gani? Yeye aliamulia maisha yake jinsi anavyotaka. Lakini hivyo maisha ulivyochagulia, sasa imefika misukosuko ambao hauwezi kujibu. Kristo yuko ili apate kuijibu. Wanasikia. Kwa wakati huu suluhu vijana, suluhu kwa siasa, suluhu ya chochote kile ni Kristo peke yake. Kwa sababu asipokuwa mlinzi kwenye nchi, asipokuwa yule mjenzi kwenye nchi, wajenzi wote wanafanya bure. Wanasikia. Uchumi wetu unadhoofika, unadoroka kwa sababu gani? Ya corruption. Hata serikali wanasema kwamba tunapoteza mabilioni ya pesa kila siku. Kwa nini? Kwa sababu ya njia potofu. Lakini Kristo akisimamishwa na nchi ikisimamisha Kristo juu, watu ama wananchi wakisimamisha Kristo juu, watapata uongozi bora, watapata suluhu kwa shida zao zote. Kwa sababu gani? Aliyeumba amesimama kama msingi. Aliyeumba amesimama ili kuleta mabadiliko. Amesimama ili kuleta wale wote waliokufa kwa ajili yake. Simama kwa Mungu.